Alimaliza rasia ndio mtihani ilikuja. Akapata B+. Ebirero na moyanda nigo bibwatete ime kenyero kyabo baracho ase abana banyaruka babere abo babwatiranitiwe amo no mubasokono bwepara ase nseme ya Daraja Moja ekero baringe kurwa Ajiri Center ime ya Gusii Stadium ase bachite konyora amasomo igoro yechi computer amo no gotira chikosi gose career choice. Kwarengana na babu mwabo Nicole Eunice Mukeira nigo atwerera buna ritiko rigoro Nicole amona ivi nigo bamutarete ase akorera oboncherire bwae imiye mu kibosongo agwo asaba gorete chinchugu chinsa chamaragoba na kubakira okwairi agwo asiteka chinkeigo akiretwe simi na gotabika buna abana abo banyori mu bosokano bwepara na gosiria amagima abo. Mtoto yangu Nicole, mtoto yangu mchukuu yangu ya kwanza. Mtoto ya kijana yangu mkubwa alikufa miaka 4 imepita. Alimwacha akiwa standard 8 akafanya mtihani akaenda Kisumu High School. Jana alikuja mahali nafanya biashara huko Ema. Huwa anakuja akikuja town, anapita huko ananisalimia. Akaniambia baba nimekuja, walikuwa na rafiki yake walikuwa wanasoma na yeye. Akaniambia tulikuja kusoma sijui nini huko, wakakaa hivi. Kawanulia njuu wakaniambia ngoja niende huyu mwenzake akamharakisha. Ndio wakaenda, waliwacha wakaenda tu hivi. Ndio nikamaliza kazi nikaona nikajua wameenda nyumbani. Sasa vile nilifunga saa 11 nikaenda nyumbani kwangu mahali naishi Chogo. Sasa sikuwa na nguvu. Sasa nikapigiwa simu nikaambiwa ajali imepatikana huko Daraja Moja. Sikutania mtoto wangu atakuwa huko. Nilijua mtoto wangu amefika hapa Baracho. Nikajaribu kutengeneza chakula nikashindika kukula. Ndio nipigiwa simu saa 4. Nikaambiwa mtoto wangu ndiye alikuwa mmoja wao. Kwa hiyo ajali ilitendeka huko Daraja Moja. Ndio saa hii hata niko hapa nimestuka nianzie wapi ndio alikuwa mtoto wangu mkubwa. Nicole nigo abwate amaroraye yugo chikoba umunjinia gose chikoba umunyagitari kurende elinto giteikirana kurengana mune chinoto chaye. Baba yake alikuwa akaniachia. Alikuwa anaenda university alipata B+. Nikamwambia baba nitasomea engineer. Sasa nitaenda driving nyakati niko naye. Ndio niongoje hata mwezi wa 9 nienda university. Sasa mahali nimefikia sina nyuma wala mbele. Mtoto yangu alikufa akaniachia mtoto mwingine ndio huyu sasa. Ameenda nimebaki tu. Hivi sikuwa na watoto wengi. Kwa watoto wawili tu. Sasa niko tu hivi hata sina la kusema. Wacha Mungu tu. Wacha niombe. Naona mahali nitafanisia. Hata sina neno ya kuongea nimepita. Akaniachia wasichana wawili peke yake. Sasa nikaona niko sawa tu vile nilikuwa naona mtoto wangu Nicole, naona kijana yangu kwa namfanana kabisa. Naona mtoto yangu ako bado sasa si hajakufa. Nilikuwa naona niko sawa kabisa vile niona sasa ataenda na masomo kuja kunitoa mahali nafanya biashara huko. Ananiambia baba usijali. Korengana amona Eunice Mukeira oyore babu mwabo Nicole nigo atwerera na gotabuna Nicole nigo abwate etabingia eyo yawekene ya tatu mwabo nanye nabo igo tatu mwabo Nicole nigo aringa kwarega asiaye yobo manamba asense mo ya Daraja Moja agwo asomwanoye anyorete mubasokono bwepara na gosiria obugimo bwaye agwo. Mtoto alikuwa tabia kama baba yake, baba yake ni mtu alikuwa anasalimia watu, alikuwa anafanya unamba hapo ni Daraja Moja ndio hapo mahali amekufia. Ndio mtoto yangu alikuwa na tabia kama baba yake kabisa. Bila nilikuwa naona nikaona kama baba yake, naona hata ingawa alikufa hata roho yangu ilikuwa inatulia. Sasa mtoto wangu hakukufa, ako hai sasa. Hata naona maisha yangu itakuwa vizuri juu nimeisha kabisa. Mtoto nilikuwa na imani sasa. Mtoto nilikuwa naona maisha yangu sasa itabadilika. Niona nyota yangu inaendelea kukua sasa. Hata nilikuwa nahamia mahali nafanya biashara.
Namwambia kina Gladys wako na hoteli, namwambia Gladys wangu, sasa naona mtoto wangu akukufa. Niko sawa kabisa. Naona maisha yangu imekatiziwa kabisa. Remember, nimeolewa kwa hii boma. Nilipigiwa simu na mwenye pikipiki. Tulikuwa tumewasiliana hapo mchana kwa mambo mengine. Sasa alinipigia, nilikuwa nimetoka kazini, nimefika kwa nyumba, nafanya kazi Nairobi. Akanipigia simu akaniambia pikipiki yangu imefanya accident kule Daraja Moja na inabebanga watoto wa Karo na Joyce. Karo ya my sister in laws. Na ilikuwa na watoto wawili na ninashuku sana. Akaniambia kama unaweza piga simu kwa sababu kitambulisho ya Karo ni mama ya Nicole, imepatikana kule hospitali. Piga simu nyumbani waende wa identify. Nikamuuliza kwa identify inamaanisha waongei ama ni nini? Akaniambia ndio habari niko nayo kwa sasa. So tukafanya mpango, nilikuwa nimefikishwa kwa nyumba, nikaambia driver akarudi, tukaenda tukachukua my other sister in law, tukaletwa paka kule ina coach, tukachukua basi, tukakuja hivyo usiku. Baba yake aliaga around 2018 and it was a young family, ndio walikuwa wana struggle. Nicole was very young na kuna sister mwingine mdogo. Karo aliachwa nao watoto wakiwa wadogo sana. Kwa hivyo for sure ame struggle nao sana. Na yeye alisema watoto wake hawatasumbuka, they have gone to good schools, you know, despite not having a job, but amejikaza sana. And at times tulikuwa tunaongea na Kara, anasema I want to shelve everything. Sitaki kufanya anything hata kama ni development. I focus on my children. Once they are grown, naweza fikiria mambo ingine. So it has been a hustle. Wakati alipofanya form 4 akapata A-, tulifanya sherehe kubwa sana hapa. Tukasherekea wote, wana kijiji na kila mtu. Ni huzuni kubwa sana kumpoteza nyota kama huyo. Sina mengi ya kusema. Mungu amweke roho yake mahali pema peponi. Wanyareki yangai. Hapa ni Mbuma. Sasa hawa ni wachukue wangu. Alituingilia sioni kabisa. Enda kufuata kama saa 12:30 hivi. Tukasikia ukaripoti ati mambo imetendeka. Mambo gani? Umepoteza mtoto. Mchukue wako hapa mchumba. Nikahangaika sana, nikasema sasa nitafanya nini? Na sasa ni usiku na hakuna nguvu. Ni kweli kabisa ndio. Tungoje ripoti. Hata ni kweli ni hakika. Shachukuliwa mochari. Hata walikuwa wawili wote waliaga. Gari kweli toka wapi? Gari ilikuwa ikitoka Njogo. Kielekea kuja town. Kufikia Daraja Moja hapo, hiyo kisha ikaonekana kwa hapo kwa watoto. Sasa mwenye kiwi walikuwa naye tena alipata majeraha kubwa sana. Sijui kama yeye sawa ama anakonjeka saiti. Tunashindika sasa, tunapali. Tunangoja tu wakati vile itaumuliwa. Hii ni kesi kubwa. Na sisi tuna ushoni mkubwa. Nyinyi kama watu wetu wa serikali utusaidie kwa hii mitambo. Asante. Magega yugukora okore nkwana amone familia Nicole nigotokora esabari eyemo aseyemo gochia ase enka yabo aifikirubo yo ere ange ekirmita eyemo nenusu korisobo Nicole ime muche obaracho magega yo ikasobo aifikirubo nigotumirana amona mamu mwabo aifikirubo oyo manyikene buna arsi mugaka nigo atwerera atebuna umwana we aifikirbo nigo amosabeteri bagachi wiki ibere cherire ago asamotebete buna chitariki 24 cy'umutinyi mutangani umwaka abo chirububere 24 motebete na chukumirana amona abantu kurwa ase university abarengo chikomorokereria igoro yogochora chikosi ose ekosi ere chikoswa ase university asumutinyi kyanda ko igo egento getanya tikobake gokorekana ase chitariki chichachintetiwe gocha chitariki 25 cy'umutinyi mutangani mwaka wa 2024 erio ryarengere chikore igoro agwe ase mwanoye anyorete mubasukano bwe para ase enseme Daraja Moja Mogaka
Ivy Kerubo ni mtoto wangu wa 3, my first born girl. Aliniambia anaenda kukua guided on career choice huko Dance Hotel, ilikuwa inaandaliwa na Strathmore. Aliniambia 2 weeks ago, ikakuwa postponed kutoka 24th ikaletwa 26th. Nikamwambia enda basi, hata nikampea 100, akaniambia unitumie 300, nikamtumia. Afika huko akaniambia Ki University naipenda, I wish ungenileta. Nilipie 2000 ni register. Nikamuuliza, siku hizi serikali hata isapoti watoto ku self sponsor na hiyo university. Enda tu sikilize guidance ukuje. Aniambia alikuwa amesema wataenda na rafiki yake anaitwa Nicole na Whitney. Nikamwambia sawa, go take care. Aniambia mama, mimi nimekuwa mkubwa, unafikiri bado ni mtoto? Nikamwambia hapana, wewe bado ni mtoto. I saw you give a small child recently. Alafu ikafika 4 nikatoka shule. Ivy Kerubo magega atrasiri bugima bwaye nigo mamu mwabo amwakrete simichinsa ikomicha maragoba komotebe muna aitere ase para ya Kyogoro elio amoyirichanga charenge gusonwa asensemiyo rengana na mamu mwabo Ivy nigo amokane china komotebuna nigo autugotera ase para ya bubaracho asengencho nigo alenge amono musani oya Nicole. Toka mapema, lakini jana nilitoka tu mapema nikapitia Kyogoro, nikamwambia nikampigia simu. Nikamwambia my bat is off, nataka upitie hii Kyogoro uchukue some clothes zimefunguliwa huko outfit. Akaniambia hapana mami. Alikuwa amefurahi anaongea na wasichana huko, sijui na wasichana mahali alikuwa. Akaniambia nakuja lakini sitapita Kyogoro. Niko na rafiki yangu Nicole, lazima nipite Bobs, tupite na yeye. Wanaita Bobs Bobaracho ndio wanaita Bobs. Okay, nikamwambia because of Nicole basi utakuja kuchukua another time. Utakuja saa ngapi? By 5. Nikafika mimi nikaanza shughuli zangu. Because alikuwa ameenda kushuka another day akufanya usafi, nikafanya usafi. Chinsa guchikwara ritkorigoro mumwa wa Ivy Kerubo niga atwarete obobeme yae yagotabuna nigo chinsa chachagete kwera yagesa chitanya konyora umwana esiko ndikya murirete gwake simi eyetanya dikobage kubokoriwa ase amate ose mwamatoye achitena kumuya na kumuira weika asenkendu asomerete umwana oye nigo asiritie ubugima bwaye. Nikaenda kukamua. Nikasema mtoto ameaipita hizi nafasi, wacha nisikie mahali yako. Nikapiga simu Airtel, Safaricom, achukui. There is a friend, jirani yetu alikuwa ametoka university, wamemaliza exam, akakuja break. Akakuja hapa akaniambia nataka kuchaji simu. Nikamwambia kuna moto saa hizi. Sasa mimi vile nimepiga simu achukui, nikasema labda amepita hapo kwa kina Bradina wanaongea, she's funny. Ataweza acha kuchukua simu alafu aniambie madhe, sasa unanipigia simu na niko hapa chini. I will compose myself ati yako chini kwa Bradina. Kidogo napata Bradina akikuja, mama hivi wapi hivi? Nikamwambia sijui, hata achukui simu. Kapata jirani anapigia, babaka alikuwa amekuja shortly, anampigia babaka akamwambia ati kuja. Nikamwambia nini hiyo mnaongea na utaki kusema? Ati hivi ako wapi? Hivi alienda town, ndio nampigia simu achukui, sijui ako wapi. Aya, Bradina jaribu kupigia Nicole because mimi sina namba ya Nicole. Nicole pia achukui. Sasa tukaanza kukimbishana kwenda hapo chini, tukapata jirani kwenda huko, tukakimbia. Mimi I was like hapana, something is wrong. Tukaenda tukapata jirani mwingine huko chini karibu na kwa council huko MCA. Akatuchukua kinyamaza. Nikasense there is something wrong. Kuenda akanipeleka direct mochari, nikajipata mtoto kumbe amekufa na sina idea. Hata ndio nikashtuka hivyo. So that was a very brief story about Ivy. Ivy alikuwa anasoma initially, alianzia Sakawa school, akakuja akaenda Tengecha Girls, then she joined Moiti. Moiti amesoma 2020 ya corona, ndiye amemaliza last year. So she was aspiring, ananisomea kwamba mimi hata kama unataka hiyo, alipata B plane ya 65 points. Akaniambia juzi aje, mimi usiniambie mambo na engineering na nursing, I am in passion with journalism. Hata ukasirike nitaenda hiyo.
ukasirike, watu wanasema hakuna kazi, mimi nitaenda hiyo. Then we were like tunadifa kwa hiyo choice. Ndio nikamwambia aende hiyo Strathmore yake, waone watamwambia nini, maybe she will change her mind. But she was such a jovial, such a funny, such a talkative and very focused. Nikimwishia birthday, wanamwambia dreams are valid. Every day atakwambia vitu ngumu ngumu mpaka unamwambia dreams are valid. So ni mtoto alikuwa abnormal kwa focus. Abnormal. Watoto wengine hao wavulana wakubwa, brother zake au sister yake, ataniambia leave them to me, I'll handle them. So ni mtoto, I just a flower that has withered. Siwezi sema kitu beyond there. Asante. Mugavana wa county ya Kisii go atuma magombae gocha ase chinge chigaibire echichasiritia abana babo rituko rigoro wetira ase muwaziri Eric Miyenda yote nenete chigosori imeye county ya Kisii. Jina naitwa Eric Ongeri Miyenda, mimi ni waziri wa vijana na michezo katika county ya Kisii. Nimekuja kwa hii familia kwa sababu ya kumpoteza msichana mdogo wa miaka 17 kwa majina Nicole. Na nimekuja hapa kuleta pole za gavana wa kaunti ya Kisii, Mheshimiwa Paul Simbarati, ambaye alipata hizi habari jana, na tumekuwa na mazungumzo usiku wote tukijaribu kujua watoto walikuwa wanatoka wapi na vile yeye ajali ilikuwa. Na leo asubuhi akaniamurisha nije hapa niweze kuleta pole zake katika hii familia. La msingi nasema kwamba katika barabara zetu tunaomba kwamba madereva waweze kuwa makini na askari wetu wa traffic wahakikishe kwamba yale magari ambayo yanatumika katika barabara yako katika hali nzuri. Hiki ni kifo ambacho kidogo tungeweza kuzuia, kwa maana tunaambiwa kwamba hiyo gari kidogo ilipoteza direction yake mpaka ikakuja kupata hawa watoto wakiwa walikuwa wanatoka kazi zao za kawaida. Kwa hivyo sisi kama serikali ya kaunti ya Kisii tunaleta pole zetu na tuseme kwamba tuko pamoja na hizi familia na tutaweza kuomboleza pamoja nanyi, nasi tumeguzwa kabisa vile ambavyo hii familia imepoteza wale viongozi ambao wangetusaidia hapo mbeleni. Ningependa kusema kwamba hii barabara ya hapa Daraja Moja imekuwa na ajali nyingi sana. Kuna wakati tulikuwa na truck zilikuwa zinawekwa zinaegezwa pale kwa ile barabara. Nakumbuka gavana alikuja akaamurisha kwamba hakutakuwa na magari ambayo yanaegezwa pale, maana wakati mwingi tulikuwa tunapoteza maisha. Lakini naomba kwamba sasa sisi kama jamii na serikali ni lazima tuhakikishe kwamba tumeleta sanity katika Daraja Moja, maana tumeweza kupoteza watu wengi pale. Kwa hivyo hiyo barabara kidogo ni kwamba haijaweza kuwekwa vizuri, maana gari zikipoteza fahamu wakati mwingi huwa zinaua watu wengi pale. Ekanisa amone amate ase abana baiga babere aivikirwo amone Nicole baringe kogenda nigo borokire amagomba abo na gotebuna abana baiga nigo baringe abana baya ababwate tabiengia na anene mono baringe abagosemeria gocha ase ekenyoro ekeiga. Elder Gideon Nyakwara from Millennium SDA Church, Jogo Upper District. Is unfortunate na to loosely abana bake abana bagwa the future in the church and even in the society. Abana baiga bonsi Ivy na Nicole abana tuarelira ase kanisa. It's unfortunate the cruel hand of death has taken their life at this youthful stage. Accident happened yesterday in the evening. We are almost common without knowing the members where can say I told they are affected. So we have come this morning to console the family, provide encouragement, so that the strength, and I know it is God who will give the strength. The parents had good plans for these young girls, and these young girls are
like doves. They were working together. They were having good activities in the church. I wish to convey my condolences to the family and condolences for the whole church of Millennium SDA Church. Pole sana, and thank you for coming to condole with us, especially from the county government, Waziri of Sports and Culture, who has come here to also condole with us in his own capacity, and also from His Excellency the Governor. We have received his condolences, and we thank you so much during this time of sorrow. Thank you. Musane manewe familia ye nande na tani call no mwana one kiani call na bana bane basomera mo gutira kuruba inga bana bakegocha mamumu abalika golikiane tokenera bano akaronko igo mwana mno ya asirire nabekobo kogosoko nene muna waziri ateba tiango tema kurigiria mangane chipara ne chigari kiango itachira abana baita bake ne chipikipiki echi tutama kurigiria itobeke sheria chikorinda abantu baito timba tumangana atemba asante. Yingo ripoti ya ATV ya Kisii Hot korwa ase ekenyoro kya Bubaracho kikegotoka ime wode Bubaracho ime county ya Kisii. Rieta rya Dennis Konto.